mfanye nini wa kweli? Mweke mkutano hapa kuanzia saa 8 mpaka siku saa 12. Muone kama hamtabatizwa nyote. Sisi huni kwa sababu Ndacho amefika. Nafikiri labda tumpe dakika 5 naye azungumzia idea yake kwa mada hii, alafu ndio tuingie katika sehemu ya pili. Elewa. Na kama tunaenda kwa maswali, twende kwa maswali mapema. Na kuona Ndacho umefika, na umefika inaitwa EU Eastleigh University. Kama Yesu atakuwa Mungu, Mariamu wakati aliambiwa atapata mimba ndiye azae Mungu, kipindi hicho hajapata mimba Mariamu, mlikuwa mnaabudu Mungu gani? Kwani amuoni hiyo Yesu ni mama wa nini? Wa roho. Kwa hiyo mama wa roho ni Yesu. Kwa hiyo nataka Muislamu akuje asikuje na hoja dhaifu ya kusema Yesu alikuwa anaenda choo. Hiyo tunajua. Hiyo ni baada ya kufanyika mwili. Tunataka akiwa katika mama wa roho, mama yake nani na alienda choo wapi? Nafikiri sitapoteza muda na naona nimeambiwa dakika 1 nafikiri imeisha. Kwa hivyo nawangojea na bado nangojea vitu vingine hapo. Naam mwalimu. Kijana vile umepewa mic na kwa heshima ya Uislamu kwamba umetuambia Yesu mwenyewe ndio Mungu na umemtangaza kwamba yeye anaabudiwa. Hizi dakika 10 uliyepewa ukatangazia umma kwamba Yesu akiwa ndio Mungu, nyinyi wa Kristo mmekubaliana kwamba ni Mungu, na nyinyi Waislamu mnampinga kwamba sio Mungu. Ukatumia Yohana 4 pale kwamba Mungu ni roho, na wale wamwabudio imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kitu cha kwanza makosa mko nayo wakati Yesu anasema imewapasa kumwabudu Mungu katika, yani rohoni mwako imuwaze kwamba ni Mungu unamjua peke yake. Kusema kwa sababu vile namwabudu katika, ndio anatumia Mungu ni roho, maana yake haionekani unalo kama wewe vile unayo, haionekani. Haya, kuna roho hapa ziko duniani na Mungu ana roho zake 7. Roho 7, kuna roho ya uhai, kuna roho ya kupumua, kuna roho ya ugonjwa, kuna roho. Sasa hizo roho zote hizo ukizungumzia, ndio maana Yesu akawafundisha akasema Mungu ni roho, imewapasa kumwabudu katika roho na ukweli, kwa sababu hamuoni. Lakini hakusema kwa vile nimwambia Mungu ni roho, sasa mimi Yesu ndio Mungu. Ndio Yesu akasema nyinyi mna madhambi makubwa sana, kwa sababu alipokuja kwenu mkapata dhambi. Sasa kalinganisha na aya ya Qur'an 17:85. Naomba Muislamu anisomee jamani, kwani hakuna Muislamu anaweza nisomea pale. Naomba Muislamu aende pale. Unaona hapo sasa mmeharibu, kwa sababu haikuzungumzia habari za roho kwa Qur'an, inazungumzia vitu vingine, na kule Yesu anawapatia mfano wa vitu vingine. Unaona maneno haya ni mashariki wal magharibi. Msomaji tafadhali 17:85 Qur'an. Unaona maneno haya 17:85 Qur'ani. Kwa hivyo wewe kijana wa Kikristo unajaribu kufix pale kwamba Yesu vile vile pale haingii pale. Soma bana. Sasa Bani Israeli 85. Hata kuna Wakristo wamesikia akisema ni Mungu kwa matatu wakamshangaa. Sasa soma, na wanakuuliza habari za roho. Naam, sema roho ni jambo linalohusika na Mola wangu. Unaona? Kwa hivyo kuna makafiri walikuwa wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari za roho, na Jibril ametumwa na Mwenyezi Mungu, anaenda kwa Mtume Muhammad anamwambia wanakuuliza habari za roho. Umeona maneno? Ndio teremka vitu. Inaendelea kusema naam, nanyi hamkutoa katika elimu. Sasa Mungu anamwambia uwajibu, nanyi mnauliza hizo habari hamkutoa katika hizo elimu, hamkutoa elimu ya roho. Ndio inaendelea kusema naam, ila kidogo kabisa. Ila kidogo, sio kwamba nyinyi Waislamu hamkutoa roho. Haikusema hivyo. Tukiona namna hiyo, kama ni habari za roho, Waislamu wametoa roho, lakini makafiri ndio walikuwa wanajibiwa hawana. Kwa sababu ukisoma 58:23 Qur'an, Waislamu wana roho. Usema hapo tuone. Tatapu muda kidogo bali 58. Soma hapo kidogo tuone. Kwa sababu hawa sasa 58 hapo kidogo 23.
58:23. Ukusikia wewe 22. muda ni kidogo Huwapati naam, huwaoni watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu na kama Yesu atakuwa Mungu, Mariamu wakati aliambiwa atapata mimba ndiye azae Mungu, kipindi hicho hajapata mimba Mariamu, mlikuwa mnaabudu Mungu gani? Kwani hamuoni hiyo maneno? Unaona maneno? Kwa hivyo nafikiri hicho dakika kidogo tu. Hii mada ni mzito. Kwa hivyo hapo mimi naona nitasimamia kwa dakika hizo kidogo kwa mwenye akili. Habari za Yesu kuwa Mungu, kama hajamsikiliza mwalimu wa kwanza angekuwa shaelewa. Kwanza hoja zote ambazo uliachiwa hapa na mwalimu wa kwanza, hakuna hata hoja moja ambayo umeweza kupita juu yake, maana aliuliza unaelewa. Na kama tunaenda kwa maswali, twende kwa maswali mapema na kuona ndacho umefika inaitwa EU ECE University. Ukilia utaliwa hapa. Karibu sana. Lakini kwa sababu ndacho amefika, nafikiri labda tumpe dakika 5 naye azungumzia idea yake kwa mada hii, alafu ndio tuingie katika sehemu ya pili. Haya, asante sana kwa nafasi. Kwanza, kitu ya kwanza, mwalimu ambaye amezungumzia habari za Yesu kuwa Mungu, kama hajamsikiliza mwalimu wa kwanza angekuwa shaelewa. Kwanza hoja zote ambazo uliachiwa hapa na mwalimu wa kwanza, hakuna hata hoja moja ambayo umeweza kupita juu yake, maana aliuliza hivi: Yesu kabla hajafanyika mwili alikuwa ameenda chorani na alikuwa amezaliwa na nani? Wewe umekuja ukasema kwa kweli Yesu alienda choo wakati alifanyika mwili. Wakati alikuwa hajafanyika mwili alienda chorani. Kwa nini hukupita huko kama ya mkweli? Ya pili, Yesu ndiye Mungu wa Waislamu. Waislamu ndio hawajui. Sasa wanahitajika wafundishwe ndio wajue ya kwamba Mungu wao ni Yesu. Na kama watakataa, naomba wapitie kwenye hoja ambazo mtatoa kwenye Qur'ani, maana Qur'ani inajua hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yesu. Na wakati Waislamu wanasema Allahu Akbar, anakuwa ni Yesu mwenyewe, si Mungu mwingine. 57:3 Qur'ani. Soma, sikia aya 57:3 Qur'ani. Sikiliza hiyo hoja. 57:3 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Inasema yeye ndiye wa mwanzo. Kwanza hili andiko halisemi mimi, halisemi mimi, linasema yeye. Twende, yeye ndiye wa mwanzo. Yeye ndiye wa mwanzo, ndiye wa mwisho. Na wa mwisho. Kama nyinyi mnamkataa Yesu, sio Mungu wenu, naomba mlete gazeti, mlete Qur'ani, mlete hadithi za mtume. Wakati mwingine akasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho, maana Qur'ani inasema Mungu wa kweli ni yeye, wa mwanzo na wa mwisho. Kwa hivyo yule atakayesema mimi ni wa mwanzo na wa mwisho, huyo ndio Mungu wa Qur'ani. Na wale ambao hawatamkubali au sio Waislamu. Kwa hiyo naam, ni nani huyo ambaye anasema mimi? Maana Qur'ani inasema yeye, hayuko ndani ya Qur'ani yeye. Tuko pamoja Sio mimi. Naam. Kama angekuwa ni wa Qur'ani angesema mimi Allah ni wa mwanzo na mwisho. Lakini Mungu wa Qur'ani amesema yeye haipatikani. Yeye Mungu wa kweli ni wa mwanzo na wa mwisho. 22:13 Ufunuo. Hiyo ni mambo 13 Ufunuo. Twende vitu. Mwalimu nimefika hapa. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema mimi Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kumbe yule anaongea kwenye Ufunuo anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na Mungu wa Qur'ani amesema Mungu wa kweli ni wa mwanzo na imesema yeye ndiye wa mwanzo na wa mwisho. Na huyo wa mwanzo na mwisho ni nani? Ndio Yesu Kristo. Si ndio Yesu? Naam. Sasa Yesu si Mungu wa Waislamu ni nani? Mungu wa Waislamu ni Yesu. Na Waislamu hawamjui. Sasa kwa nini Waislamu hawamjui Yesu? Maana Waislamu wanajua Yesu wakati alipozaliwa. Hebu nipe 22:41 Mathayo. 22:41 Mathayo. 22:41 Mathayo. Kuna wengine walikuwa wanafanana na Waislamu zamani. Tuna habari zao? Inasema hivi mwalimu. Inasemaje? 22:41 ukianzia hapo inasema hivi. Na Mafarisayo walipokusanyika, walisemaje? Na Mafarisayo walipokusanyika, ndio Yesu aliwauliza. Aliwaulizaje? Akisema, maonaje katika habari za Kristo? Twende, ni mwana wa nani? Maliza. Akawaambiaje? Ni wa Daudi. Ni wa Daudi.
akawauliza. Akawaulizaje? Ilikuwaje basi Daudi katika roho? Daudi katika roho kumuita Bwana. Kwa hiyo Daudi katika roho anamuita Yesu nani? Anamuita Bwana. Anamuita Bwana. Sasa nini Waislamu? Yesu katika roho mnamuitaje? Mnamuitaje? Hamjui. Maskini wa Mungu. Hamjui. Mnamjua Yesu kwa mwili. Mnasema Isa bin Maryam. Maana hiyo ndio mnajua. Lakini katika roho hamjui. Dakika moja. Dakika moja hiyo dakika moja nipe kitabu kinaitwa Tito 2:13 alafu usome vizuri na mimi nisome kwa Kiarabu. Soma. Mwalimu. Tito 2:13 kama hapa. Na mimi nawaambia 13. Na mimi nawaambia Waislamu walisilimu kama mimi wa kweli. Mweke mkutano hapa kuanzia saa 8 mpaka siku saa 12. Muone kama hamtabatizwa nyote. Sisi wote kuanzia imam. Not mtabatizwa. Soma hiyo. Inasema hivi. Tunasemaje? Tito 2:13. Soma. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na nani? Na mafunuo ya utukufu wa Kristo. Wa Kristo Yesu. Mungu mkuu. Na kwa Kiarabu na Mwokozi wetu. Kwa Kiarabu Mungu mkuu. Nani mwalimu Teresa hapo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na Yesu ni Mungu mkuu. Allahu Akbar. Na Waislamu wanasemaje? Allahu Akbar. Na ni nani? Yesu Kristo. Yesu ni Allahu.